Ndio ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji wa channel yetu ya Gospel, and karibu tena. Usisahau kusubscribe na kucomment ili upate vitu vizuri kupitia kwenye channel yetu. Sasa leo kuna jambo moja nataka discuss kidogo kama wanafamilia wa channel ya Gospel. Naam, kutokana na ufahamu ambao ninao, kutokana na elimu nilionayo ndogo, sio kubwa, kutokana na experience nilionayo ya kuishi duniani kwa muda mchache nilioishi hapa duniani, nami nina jambo la kuzungumza, japo si kwa upana kama kujilinganisha na wengine, kwa sababu wapo wanaofahamu kupita mimi na wapo wenye hekima kupita mimi. Kwa hii hekima yangu ndogo nilionayo, nina jambo tu pia naweza nikalizungumza ambalo linaweza likatusaidia wote. Okay? Dunia hii ya kwetu imegawanyika katika sehemu kuu mbili tu. Dunia yote sehemu mbili, kwa jinsi nilivyofuatilia na kusoma na kupata dondoo mbalimbali kupitia Biblia, kupitia machapisho ya archaeologist, kwa maana kwamba uchimbuzi, kufuatilia elimu zingine za kisayansi kwa maana ya darasani. Dunia imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza inaitwa ulimwengu wa roho. Hii sehemu ni pana sana, ni kubwa mno, haiwezi kaelezeka kwa maneno marahisi, kwa sababu ina upana kupita kitu chochote. Tuachane na hiyo kwanza. Kuna sehemu ya pili inaitwa ulimwengu wa mwili, kwa maana hivi sasa tunavyoishi. Sehemu ya ulimwengu wa mwili ni ndogo sana na inazidi kudevelop kwa siku hadi siku. Nikisema kudevelop, kwa maana kwamba inazidi kujijenga siku hadi siku. Yani inazidi kujivumbulia vitu vipya siku hadi siku. Yani ni sasa na mtoto ambaye anazaliwa leo anaanza kukua. Anakuwa, kadri anavyozidi kukua anatambua vitu, anabuni vitu, anatengeneza vitu. Kwa ulimwengu wa kimwili unajijenga siku kwa siku, na ndio maana jinsi dunia ilivyokuwa mwaka 1000 ni tofauti na dunia ilivyokuwa mwaka 2000. Kwa sababu mwaka 1000 mazingira yaliyokuwepo, teknolojia iliyokuwepo, maisha yaliyokuwepo ni tofauti na maisha yaliyopo sasa ambayo tunayaishi. Kwa hiyo hizi pande mbili, sijui kama utakuwa umenielewa ndugu yangu. Kwa maana kwamba nilikuwa namaanisha kwamba ulimwengu wa kimwili unajitengeneza siku hadi siku, na kadri unavyozidi kujitengeneza ndivyo unavyoingia katika uasi na unahasi kutoka kwenye sheria za Mungu. Kadri unavyozidi kuwa, unavyojizidi kujibuni, kujitengeneza, na shetani anapandikiza kitu chake. Sasa kwa hilo jambo na kwa nafasi hiyo, nilikuwa nataka utambue kitu kimoja, kwamba asili ya vitu vyote, asili ya kitu chochote ambacho kipo duniani ni asili inayotoka kwenye ulimwengu wa roho. Yani kitu chochote ambacho wewe unakigusa, ambacho unakifanya, hata wewe mwenyewe, asili yako kubwa ni ulimwengu wa roho. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Umeona? Akamuumba mtu kwa mfano wake. Lakini pia ukianza kusoma kile kitabu cha Mwanzo, unakuta tena kuanzia sura ya kwanza kule unaona Mungu anamuumba mtu. Sura ya pili tena unaona uumbaji una take place. Uumbaji wa sura ya kwanza na uumbaji wa sura ya pili ni tofauti. Uumbaji wa sura ya kwanza ni uumbaji ambao ulikuwa unahusisha mazungumzo ya kwamba na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa. Lakini ukienda sura ya pili unaona uumbaji unaofanyika kwa vitendo, kwa maana kwamba Mungu anachukua mavumbi ya ardhi, anamtengeneza mtu, anampulizia pumzi ya uhai. Huo ni uumbaji wa ulimwengu wa kimwili, kwamba Mungu alikuwa anamuumbia mwanadamu mwili ambao anaweza kuishi nao duniani. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Lakini uumbaji wa kwanza ulikuwa ni uumbaji wa kiroho.
uumbaji wa kiroho, kwa maana ya kwamba nikisema kwamba mwanadamu aliandaliwa kwanza rohoni kabla hajaja mwilini. Kwa ndio maana Biblia inasema kwamba ulimwengu wa roho uliumbwa kwanza ukaja kufiatuliwa ulimwengu wa mwili. So ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili ndio unaoiongoza dunia. Ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili ndio unaoiongoza dunia. Yaani kitu chochote ambacho kinaonekana duniani, chanzo chake, asili yake, nyuma yake ni ulimwengu wa kiroho. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Sasa mtu mwingine atauliza, huu ulimwengu wa kiroho ni nini? Tukisema ulimwengu, ni kufafanulieje? Tukisema ulimwengu, maana yake ni mahali maalum, sehemu maalum, eneo maalum lililopo na lililoandaliwa kwa ajili ya kitu maalum kitakachofanyika. Kwa mfano, dunia ni ulimwengu. Dunia yote ni ulimwengu. Uliandaliwa maalum kwa ajili ya mwanadamu. Na kabla dunia haijaumbwa, kabla dunia haijafanyika, wakati Mungu ana kusudi la kumuumba mwanadamu, alianza maandalizi ya kuumba ulimwengu wa kuweza kuishi mwanadamu. Na ndipo unaona Mungu siku ya kwanza anaumba nuru kati ya giza nene ambalo lilikuwepo katika dunia. Kwa sababu alijua mwanadamu atakuwa na macho, atatembea, lazima nuru iwepo. Lakini pia nuru inahusisha majira, miaka na miezi kutambua. Kwa alijua kabisa mwanadamu nitampa akili, atakuwa na utambuzi, ataishi kwa majira, miaka na miezi na vitu kama hivyo, ambavyo kwa mbinguni havipo. Mbinguni hakuna siku, hakuna majira, hakuna nini. Lakini mwanadamu Mungu alimwekea hivyo. Kwa ndo akaumba nuru ambayo kunatokea usiku, kunatokea mchana, inakuwa siku moja. Ile siku moja ni majira tayari. Ameshamuumbia majira mwanadamu. Lakini pia akamuumbia na vitu vingine. Kwa mfano akamuumbia mwezi, nyota. Mwezi, tunajua tunasemaga mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Vile vyote ni kwa ajili ya utambuzi wa majira. Aliumba Mungu kwa sababu aliandaa mazingira, aliandaa ulimwengu ambao mwanadamu anaweza akaishi. Sijui kama unanielewa ndugu yangu. Lakini pia Mungu anao ulimwengu mwingine unaitwa ulimwengu wa kiroho. Huko ambako anaishi Mungu. Na kila ulimwengu una sheria zake. Ulimwengu wa kiroho una sheria zake, ulimwengu wa kimwili una sheria zake. Kama hujui, soma Warumi 8 sura ya kwanza. Biblia inasema, Warumi 8 sura ya kwanza, nisome, inasema kwamba Warumi 8 sura ya kwanza inasema, Warumi 8 sura ya kwanza inasemaje? Okay, Biblia inasema, basi sasa hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa maana sheria ya roho wa uzima ile iliyo katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Hizi ni sheria za kiroho. Hizi ni sheria za kiroho. Kwa sheria za kiroho Biblia inaonyesha sheria za kiroho zilivyo na impact katika sheria za ulimwengu wa kimwili. Sheria za ulimwengu wa kiroho zilivyo na impact katika sheria za ulimwengu wa kimwili, kwamba hakuna hukumu ya adhabu yoyote katika mwili na katika roho juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa maana sheria ya roho ambaye yuko katika ulimwengu wa kiroho imetuacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti ambayo na yenyewe iko katika ulimwengu wa kiroho. Kwa ulimwengu wa kiroho ndio unaotawala, ni mpana, ni mkubwa, unatawala kila kitu ambacho kinakuja kutokea katika ulimwengu wa kimwili.
Kwa maana nisemaje, si nitoe mfano gani? Kwamba injini ya vitu vyote vinavyotokea duniani, injini yake ni ulimwengu wa kiroho. Aidha uwe ulimwengu wa shetani au uwe ulimwengu wa Mungu. Na ndio maana hakuna ibada yoyote ambayo haina madhabahu, na hakuna madhabahu yoyote ambayo haina sadaka, na hakuna sadaka yoyote haisimamiwi na kuhani, na hakuna kuhani yoyote anaweza kusimama pasipokuwa na waabudu, na hakuna waabudu wowote wanaweza wakawepo asipokuwepo anayeabudiwa, na hakuna maisha yoyote asipokuwepo Mungu anayeabudiwa na anayeongoza dunia. Hakuna. Na ndio maana unajua kuna watu hata swala la ibada hawalizingatii, swala la sadaka hawalizingatii. Yaani iko hivi, kama wewe unatoa sadaka kwa mganga ili uishi vizuri, ili upate ulinzi, kumbuka hata ukija kwa Mungu inabidi sadaka ile ile utoe kwa Mungu. Kama utatoa sadaka kwa Mungu, umevunja sheria ya ulimwengu wa roho. Hiyo ni sheria. Yaani hiyo ni sheria. Yesu alijitoa sadaka kwa ajili yetu, ndio tumeokoka. Yeye ni sadaka imesimama, lakini ametuagiza vitu vya kufanya ili madhabahu yake isimame, kwa sababu hakuna madhabahu yoyote ambayo inaweza ikasimama bila utaratibu. Kuna sheria ya roho uzima ulio katika Kristo Yesu imetuacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Zote zinafanya kazi. Kuna sheria ya dhambi na mauti inafanya kazi na shetani. Na ndio maana watu wanaambiwa kwamba kalete ng'ombe. Usipoleta ng'ombe mwaka huu utakufa. Ila sheria ya roho uzima inafanya kazi na watu walio katika Kristo Yesu, ambao tunatoa. Ndio Biblia inasema utoe kwa hiari. Nadhani ni Kutoka. Biblia inasema Mungu aliwaambia wana wa Israeli wampe kutoa vile mioyo yao inawapa kupenda. Mungu anapenda utoe kwa kumpenda. Kwa kuna ulimwengu wa shetani katika ulimwengu wa roho, na kuna ulimwengu wa Mungu. Umegawanyika na wenyewe. Ulimwengu wa shetani una sheria zake na ulimwengu wa Mungu una sheria zake. Lakini wote unasimama kwa kitu kinaitwa madhabahu. Na nyuma ya madhabahu kuna Mungu anayeabudiwa. Na nyuma ya Mungu, mbele ya Mungu anayeabudiwa kuna waumini ambao wanaabudu. Na mbele ya waumini wanaoabudu yupo Mungu anayewapa majibu. Na mbele ya majibu wanayopata ndipo maisha yanapoenda. Kwa hiyo biashara yoyote, kazi yoyote, mtu yoyote, hakuna mtu aliye neutral. Mtu anasema mimi simwabudu Mungu, simwabudu nani, nipo katikati. Hakuna. La sivyo huwezi kuishi katika dunia hii. Dunia hii inataka watu wanaoishi na Mungu au watu wanaoishi na shetani. Watu wanaoishi na Mungu wanao uzima wa milele. Watu wanaoishi na shetani watatupwa jehanamu milele. Ndivyo ilivyo. Kwa ishi kwa upendo. Ishi na watu vizuri. Muabudu Mungu. Fanya ibada. Abudu mahali sahihi. Muombe Mungu. Toa sadaka. Utafanikiwa tu. Kwa sababu Mungu yupo kuwasaidia. Anasema natembea katika njia yake katikati yao, ili niwarithishe mali wale wanipandao, tena nipate yaani Mungu anatembea katikati ya njia za wenye haki ili awarithishe mali, awafungulie baraka, awabariki, awatie nguvu, awainue. Kwa sababu Mungu anapoabudiwa, na ndio maana katika bustani ya Edeni alivyomuumba Adam, kitu cha kwanza kabisa Mungu alikifanya ni ibada. Alikuwa kila alasiri anashuka ili Adam amwabudu, kwa sababu yeye ndiye Mungu muumba wa vitu vyote. Kwa ishi na watu vizuri, ishi na mtu aliye chini vizuri, ishi na mtu aliye juu vizuri. Kwa maana kwamba ishi na maskini vizuri, ishi na tajiri vizuri. The way unaishi na mtu asiyefanikiwa leo, ndivyo atakavyoishi na wewe pale atakapofanikiwa baadaye. Baadaye atakapofanikiwa ndivyo atakavyoishi. Sasa usije ukaja kumlaumu baadaye ukasema huyu amefanikiwa ananidharau. Ukasema huyu amefanikiwa ananidharau. Kumbuka ulipanda nini? Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Nilikuwa naangalia kwenye TV siku moja nikaona kuna eneo huko Kigoma wazee wameachwa na watoto zao, hawaji kuangalia, wanaishi katika mazingira magumu. Unajua nilipokuwa naangalia nikapata huruma. Nikasema kuna watu wengine wa ajabu sana.
Yaani anamwacha babake, anaweza kumwacha babake kweli katika hali kama hiyo na ameondoka kabisa, si bora. Yaani babake aliyemlea tokea mdogo. Lakini Mungu alinipa ufahamu, akanirudisha tu nyuma. Alinipa ufahamu, yaani ufahamu ulikuja kwangu. Na najua tu ni Mungu alinipa ufahamu kwa sababu nilihuzunika. Kwa sababu nilirudi nyuma kabisa. Nilipokuwa namwangalia yule mzee, nikafikiria kwamba huyu mtu, unajua kuhukumu, usihukumu. Nilipata ufahamu wa kwamba usije ukahukumu ukisikiliza upande mmoja. Fikiria huyu mtu aliishije na watoto wake. Wazo lilikuja hilo. Baadaye nikaja kugundua inawezekana kuna jambo nyuma ya kuachwa kwa hawa watu. Kuna jambo, kuna maisha ambayo unaweza ukaishi naye mtu akiwa chini yako. Baadaye utakuja kuvuna. Lazima utakuja kuvuna tu. Kwa ishi na mtu vizuri. Wewe unavyoishi na mtu ambaye yuko chini leo, ndivyo atakavyoishi na wewe baadaye. Unaishi naye kwa upendo, atakuja kukukumbuka baadaye. Unaishi naye vibaya, utavuna mabaya baadaye. Kwa wote waweke katika level sawa. Wote waweke sawa sawa. Ili baadaye uje uishi vizuri. Ndicho nilichojifunza katika dunia ya leo. Kuishi na watu vizuri. Kukaa na watu vizuri. Kumpenda kila mtu. Kumjali kila mtu. Na mtu mwingine hajue tu kwamba huna uwezo lakini unamjali. Ndivyo maisha yalivyo. Kwa kuna maisha ya ulimwengu wa roho na kuna maisha ya ulimwengu wa mwili. Na maisha ya ulimwengu wa mwili yanatokana na maisha ya ulimwengu wa roho kwa 100%. Kwa mtu wa Mungu ukae ukijua ya kwamba mafanikio yote ya kwako, maisha yako ya baadaye na namna unavyoishi, tafakari, angalia ulimwengu wako wa kiroho uko vipi. Kama unapitia changamoto, angalia ulimwengu wa kiroho uko vipi. Kwa sababu zile changamoto zinazokupata hazijaanzia hapo ambapo wewe unafikiria. Hazijaanzia kwa yule unayemuona kwamba huyu ndo kikwazo kwangu. Zimeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Na katika ulimwengu wa roho, mwanzilishi wa changamoto, mwanzilishi wa baraka, mwanzilishi wa kitu chochote, anaweza akawa Mungu, anaweza akawa shetani. Sasa uangalie changamoto unazozipitia. Katika ulimwengu wa roho zimeanzia wapi? Zimeanzia kwa shetani. Na nyuma ya shetani, zimeanzia kwa shetani. Na mbele ya shetani kuna mwakilishi. Yaani shetani huwaga anaweka wakilishi. Huwezi ukamwona shetani moja kwa moja. Shetani anaweka wakilishi. Anaweza akamweka mjomba wako, anaweza kuweka baba yako, anaweza akamweka bibi yako, anaweza akamweka rafiki yako, anaweza akamweka mtu yoyote, jirani yako, ndugu yako yoyote akamweka pale. Wewe ukamuona yeye kama yeye, lakini nyuma yake yupo shetani. Nyuma yake lipo jeshi la shetani ambalo linatekeleza huo mpango kupitia watu. Kama vile Mungu anavyotekeleza mipango yake kupitia watu, anatoka kwa sababu Mungu hawezi kuja kama Mungu. Katika ulimwengu wa roho ameandaa watu wake ambao watapitisha kitu kwako cha kwake, watakupitishia wewe pia au watakuambukiza wewe. Na shetani ameandaa watu wake ambao atapitisha vitu kwao vitakuambukiza wewe. Na ndio maana wanaoharibu watu kwenda kwenye bangi ni watu, wanaoharibu watu kwenda kwenye uganga ni watu, wanaoharibu watu kwenda kudanganya kwamba kuna utajiri kwenda kwenye masociety mengine, mafreemason, mailluminati, washawishi, wapige injili hizo, wapige kampeni ni watu, wanaokuhubiri kwamba Yesu anayeokoa ni watu, wanakuombea baraka ni watu. Lakini nyuma yao watu Mungu yupo. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kumwombea mtu akapona au akamponya mtu isipokuwa kuna nguvu ya Mungu iko nyuma ya huyo mtu. Na hakuna mtu ambaye anaweza akakuingiza kwenye agano na shetani yakaja mateso isipokuwa nyuma yake huyo mtu yupo shetani. Umenielewa mtu wa Mungu? Jua kanuni za maisha. Dunia ina ulimwengu wa aina mbili. Na kila ulimwengu unaandaa ufalme wake. Na nilikwambia kabisa kwamba shetani ameandaa mfumo wa kwake, ambao huo mfumo umeanzia katika ulimwengu wa roho, umekuja katika ulimwengu wa mwili, ambao tunaita
Saizi wameunda vikundi vinaitwa secret societies, lakini baadaye haitakuwa tena secret, kwa sababu saizi wana mpango unaoitwa globalization, kuiweka dunia iwe kijiji na kuireduce duniani watu wawe kama bilioni 2 au bilioni 1, kwa sababu saizi tuko bilioni 8. Wengi sana wanasema wanataka wapunguze watu, wanasema deduction of people, na wanasema watu wa kwanza kupungua wanatakiwa wao wa Afrika, kwa sababu ni priceless, yani hawachangii chochote kwenye pato la dunia. Kwa wao wana mpango huo, na ndio maana unaona magonjwa ya milipuko mengi sana duniani, na wanajaribu kutengeneza vitu ambavyo vitawareduce wa Afrika, na wameleta mpango mwingine unaitwa family plan. Hiyo ni mipango ya hii new world order au secret agendas. Family plan kwamba maisha magumu unatakiwa uzae mtoto mmoja tu. That is a family plan, kwamba shetani aliwapa hiyo plan au watu wake ambao wanaandaa mpango kwamba baneni uchumi, watu washindwe kufanya vitu, washindwe kulea familia, wabane uchumi, watu wasizaliane. Ndio kuna nchi zingine unakuta zina wazee tu, kwa sababu mtu uchumi ukiwa mgumu hawezi kuzaa, hawezi kuwaza kitu chochote, atakuwa anawaza kutafuta hela alishe watoto wachache alionao, ili abortion ziwe nyingi. Ambia bana uchumi ili abortion ziwe nyingi, kwa sababu watu wanapenda kuzini, wanapenda kufanya uzinzi, lakini wana abort, wanaua. Yani ule ni uuaji. Kwa wakibana uchumi, abortion zitakuwa nyingi. Baneni uchumi, watu wasiishi kwa raha. Kwa maana wakibana uchumi, watu watakuwa na tabu, misongo ya mawazo, magonjwa, depression na kila aina ya ugonjwa, kwa sababu uchumi umebanwa. Mtu anafikiria sana kiasi kwamba anapata magonjwa mbalimbali. Yani ni mipango ya secret society, na wana mpango wa kufanya kila sehemu pafikike, na wameandaa project ya Benki ya Dunia kwamba kila mtaa, kila sehemu kuwe na lami, kwa sababu mpinga Kristo sio Mungu. Atatumia teknolojia na jeshi lake ili kutawala watu, ili kila mahali pafikike, ili itakapofika wakati wa kutokuuza wala kununua, hakuna mtu ambaye atakuwa sehemu ambayo haifikiki. Kila mahali lazima pafikike. Ni mpango, na imewekwa saizi system ya kwamba kila eneo lijulikane. Wameseti satellite kubwa ambazo zina ramani, ambayo kila mahali panajulikana, kila kitongoji, kila mtaa upo kwenye system, na wanaandaa chip inaitwa microchip, ambayo hiyo mahali popote pale utakuwepo. Wanasema mwanadamu lazima adhibitiwe kimtandao. Itakuja kama nzuri kwamba lazima tujulikane tulipo, ili hata mtu akipata tatizo, akiibiwa, akifanya nini, itakuja kama nzuri tu kwamba unakuwa huko kwenye mtandao, kwa kwamba kuna jambo baya litakutokea, tutakuwa tunakulinda, tunakufuatilia uko wapi. Kama kuna wezi, kuna majambazi, ni rahisi kuwatambua kwa sababu kutakuwa kuna microchip. Itakuja kama nzuri, lakini baadaye itatumika kwa mwanadamu kudhibitiwa kimtandao, ili usiweze kuuza wala kununua mahali popote. Kwa hiyo watakao mkatae. Kwa hizo ni secret society agenda nyingi, zipo nyingi sana. Nimetamka tu kwa summary, zipo nyingi sana, kama kitabu cha Daniel na Ufunuo kinavyozungumza, kwa sababu kile kina lugha ya picha. Sasa zipo agenda nyingi sana. Vyote hivi ni mpango wa shetani kwa kumtumia mwanadamu, ambaye mwanadamu wa mwisho ambaye atamtumia kwa viwango vya juu sana anaitwa mpinga Kristo. Huyo ndo atakayemtumia, na nabii wa uongo watatumika kwa viwango vya juu sana. Watakuwa na ufahamu wa juu kupita, yani kama malaika Lucifer mwenyewe. Watakuwa na hekima ya kitabibu, watakuwa wana theolojia wazuri, watakuwa wana siasa wazuri, wanaotoa majibu papo kwa papo. Yani mpaka Wayahudi watachanganyikiwa, watazania ni Mungu. Yani hivyo ni vitu ambavyo vipo duniani. Lakini pia Mungu anatumia watu wahubiri, wanakuhubiri Injili. Manabii wengi wamepita, na bado watakuja kuinua mizeituni wawili, watahubiri Injili pia. Kuna vitu vingi ambavyo vipo. Kwa mpango wa Mungu wa kuokoa hautakoma mpaka siku ya mwisho dunia inatupwa jehanamu, na mpango wa Mungu wa shetani wa kutaka kuitawala dunia na kuangamiza hautakoma mpaka atakapotupwa jehanamu. Kwa hii vita ipo, kwa sababu ni ulimwengu wa kiroho wa aina mbili ambao unapigana mpaka mwisho. Na ulimwengu wa kiroho ambao unapigana mpaka mwisho ni ulimwengu wa kiroho unaopigana mpaka mwisho, na ulimwengu wa kimwili pia unatumika. Kwa asili ya ulimwengu wa roho inakuja kutokea kwenye ulimwengu. Asili ya ulimwengu wa roho
ni asili original ambayo inazaa asili ya ulimwengu wa mwili ambao tupo nao sasa. Kwa Mungu akusaidie kufahamu hili jambo dogo. Ni dogo tu ambalo mimi nimepata ufahamu, nikafuatilia, nikasoma, nikajua kwa sehemu. Sijilinganishi na mtu yoyote katika maisha yangu. Sijifananishi na mtu yoyote, wala mimi sio bora na kupita mtu yoyote yule. Wewe ni bora kuliko mimi kwa sababu una jambo dogo. Kwa sababu katikati ya mtu mwenye akili kuna mjinga mmoja anaweza akamwambia jambo la kumuokoa. Biblia inasema kuna maskini mmoja aliuokoa mji, na baada ya kuuokoa mji wala hakuna aliyemtambua. Lakini nakwambia yule maskini hakutambuliwa na watu, lakini Mungu aliyemtumia kumuokoa mji anamtambua. Kwa usijilinganishi na mtu yoyote. Sijifananishi na mtu yoyote. Unalo jambo la kunisaidia, ninalo jambo la kukusaidia. Hujakamilika, sijakamilika. Mungu atusaidie tupate maarifa. Utapata kutoka kwako na utapata kutoka kwangu. Mungu akubariki kwa jambo dogo ambalo umelipata. Mungu akubariki kwa hicho ambacho umekipata kwa sehemu. Utamsaidia na mwingine. Kile ambacho hakitakusaidia unakiacha, unachukua kilicho bora. Mungu akusaidie, Mungu akubariki. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Tambua huu ulimwengu utakusaidia katika kufanikiwa kwako. Maana ndani yake, ndani ya hivyo vitu nimegundua kwamba kuna mafanikio. Mafanikio ya mtu yoyote duniani yameanzia huko. Wasikudanganye matajiri wowote wa dunia wakakwambia fanya kazi kwa bidii. Sisi tulifanya kazi. Matajiri wengi wa duniani wana siri zingine za ulimwengu wa roho, na wala hawafanyi kazi kama wewe unavyofikiria. Kama kupambana, wote tunapambana. Kama shughuli tunafanya zile zile. Kwa nini wao wanafanikiwa kupita wewe? Wanazo siri za ulimwengu wa roho, na zile siri za ulimwengu wa roho zinazowapa mafanikio ni aidha zinatoka kwa Mungu aliye hai au aidha zinatoka kwa shetani. Mungu anabariki watu wake, na shetani anawapa watu wake mafanikio. Hiyo siri kaa nayo. Kwa usije mtu wa Mungu ukawa unapambana nje ya Mungu ukifikiri utakuja kufanikiwa. Kwa sababu hata pesa inaanza kwenye ulimwengu wa roho. Pesa ianze ulimwengu wa mwili. Biblia inasema fedha na dhahabu zote ni mali ya Mungu. Mungu yuko katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo yani sijui kufafanua, nitakuja kufafanulia hii. Fedha ni ya kiroho kabla haijaja kimwili. Kama unafikiri natania, waulize matajiri. Wanafanya nini? Kwa nini wanatoa kafara? Kwa nini wanatoa makafara ya watu, ya ng'ombe? Kama fedha sio ulimwengu wa roho. Usipotoa sadaka mtu wa Mungu, ukatoa zaka, hutafanikiwa, kwa sababu mafanikio yoyote yanaanza kwenye ulimwengu wa roho. Kule ndo kuna siri za kuinuka zipo kule. Na ndio maana Mungu wana wa Israeli ukisema kitabu cha Mambo ya Lawi kama anasema hawatatoa tena sadaka kwa majini na miungu. Na maana wana wa Israeli kuna kipindi walikengeuka, wakabadilika, wakaanza kutoa sadaka kwa miungu mingine. Laana ikaja. Kwa nao wao wa mashetani wanaambiwa bana, sadaka utatoa kila mwaka. Asipotoa laana inakuja. Vile vile ambavyo wewe usipotoa sadaka kwa Mungu, laana inakufuata. Yaani sadaka ni sadaka. Iwe inapelekwa kwa Mungu, iwe inapelekwa kwa shetani, ni sadaka. Kama wewe ulikuwa unatoa sadaka kwa shetani kila mwaka milioni 20, ukija kwa Mungu ukiokoka unatoa, mfumo ni ule ule, ulimwengu wa roho ni ule ule. Nako huku unatoa sadaka tu. Ni mwendo wa sadaka ili uishi. Sadaka alijitoa Yesu pale msalabani, lakini Mungu ameweka sheria, ameweka makuhani, ameweka makanisa, na ndio maana amesema tusiache kukusanyika. Maana katika kukusanyika pale ndipo kuna utumishi. Utumishi ni nini? Ni matoleo. Matoleo ndugu yangu. Kama unavyotoa sadaka kwa shetani, kama ulivyokuwa umejifunza kutoa kwamba kafara ni kila mwaka, ukija kanisani nako huku tunatoa kulingana na uwezo ulionao. Kwa shetani hawaangalii uwezo. Ni lazima. Huku ni uwezo. Mungu amekupa neema ya kutoa kwa uwezo wako na anakuhesabia haki. Kwa shetani hakuna kuhesabia haki. Ukikosea tu unakatwa kichwa. Pigwa na roho za mauti. Ndio maana nakwambia ndugu yangu, bora uokoke leo, kwa sababu ukimtumikia Mungu vizuri kuna neema ya uzima wa milele. Kwa shetani kuna neema ya jehanamu. Niseme sio neema.
kuna hukumu ya jehanamu milele. Kwa karibu sana kwenye ufalme wa Mungu. Mungu akubariki kwa kunisikiliza kwa muda huu mchache ambao umetoa na kunifuatilia. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Amen.